mbali, ila jipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Fanyeni biashara hata nitakapokuja. Funika macho tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu aliye hai, wewe uliye baba yetu mzuri, unayetuwazia yaliyo mema siku zote za maisha yetu, ni furaha ya moyo wangu kusimama kwa mara ya kwanza kwenye mji huu kwa habari ya neno lako. Ni mara yangu ya kwanza kusimama kwenye madhabahu hii. Ninaomba Roho wako Mtakatifu atusikizishe maneno yako jioni leo. Watu wako wameacha nyumba zao, wameacha vitanda, wameacha wengine hata kupika wajapika. Wana kiu kama vile ayala wanavyo kiu mito ya maji. Kristo, katujaze tena katika usiku huu na kwa muda mfupi ulio mbele yetu, tukapate neema na rehema katika jina la Yesu Mwokozi. Tufundishe tupate faida, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Ongeza tena, sema amen. Mwambie jirani yako kufanya biashara. Mbona unaongea? Mwambie biashara. na kitabu chake kipo, nimemwachia mchungaji Zawadi kitabu kimoja pale, atakuja kuwa na watangazia huko mbele. Na kwa nini kufanya biashara? Katika masomo mengi ambayo Yesu alikuwa anafundisha, ni pamoja na somo la kufanya biashara. Siku moja wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, tufundishe kusali kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake kusali. Na Yesu akawafundisha wanafunzi kusali. Alipoenda kwa wakulima, alikuwa ni mwalimu wa ajabu Bwana wetu Yesu. Alifundisha mfano wa mpanzi aliyeondoka kwenda kupanda mbegu zake. Lakini vile vile alipoenda kwa wavuvi wa samaki, aliongea mfano wa juya. Lakini alipokutana na wafanyabiashara, Yesu aliongea mfano wa kabaila ambaye alikuwa anasafiri nchi ya mbali. Lakini huyu kabaila alikuwa na watumwa 10. Kabla hajasafiri, huyu kabaila akaita watumwa wake, akaweka mafungu 10 ya fedha. Na haya mafungu 10 ya fedha hayakuwa ni mafungu ya kwenda kula nyumbani. Kwenda kula nyumbani. Yalikuwa mafungu kwa ajili ya uzalishaji. Waambia, haya mafungu nendeni mkazalishe na mfanye kazi. Alafu akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Mara zote mimi nasema hivi, mahitaji ya msingi kwenye maisha ya mwanadamu ni matatu. La kwanza ni kumpa Yesu maisha yako. Sema amen. Na ninaamini wewe uliyeingia huko ndani umempa Yesu maisha. Pigie Bwana makofi na Yesu akubariki. Hitaji la pili ni kufanya kazi kwa bidii ili uwe na pesa na uweze kumudu mahitaji yako. Na jambo la tatu, uwe na pesa ili hiyo pesa au mali uigeuze kuwa nyenzo kumtumikia Mungu aliyekuleta duniani. Mambo ni matatu. Vitu vingi vinahitaji pesa. Kama umeokoka alafu una pesa, hata imani utaiuza, hata imani utaitupa mbali. Kuna watu waliokoka alafu walikuwa wana namna ya kumudu mahitaji, walianguka duniani, wakaangukia kwenye dhambi. Shetani akawaweza. Kwa tunahitaji pesa. Mwambie jirani yako tunahitaji pesa. Shike mkono basi, mtie moyo, mwambie tunahitaji pesa. Mwambie baada ya kuokoka kinachofuata ni pesa. Shike mkono, mwambie baada ya kuokoka kinachofuata ni pesa. Hapo vipi? Hapo safi? Profesa wangu mmoja alikuwa anasema mara zote Mungu ameweka akili kichwani. Lakini unapompa Yesu maisha, Yesu akai kichwani, anakaa moyoni. Na akasema ukiwapata pesa, huwezi kuweka pesa kwenye akili. Pesa lazima ikae mfukoni.
Huyo pesa mfukoni, Yesu moyoni, akili kichwani. Hebu tuende na wewe, sema akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Hapo vipi? Kwa unahitaji pesa. Hili jengo tunalojenga pamoja na maombi tulitoa, na bado tunatoa nini? Pesa. Na kuna watu wengine wakati wa kujenga wanahama kama kila siku wanaondoka zao. Lakini wewe ambaye Mungu amekuweka hapa, na kila wakati kile ulichonacho unajitoa kwa Bwana, baada ya kumaliza ujenzi Mungu hatakuacha kama ulivyokuwa, atakubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi nimeona maeneo mengi ambako watu wamejenga, walipomaliza tu kujenga Mungu aliwainua. Kuna wengine leo watoto wao wako Ulaya. Kuna wengine leo watoto wao walipata kazi. Kuna wengine walikuwa na maisha duni, hata nyumba walikuwa ni kupanga, leo walipata viwanja na wamejenga nyumba na maisha mazuri. Kwa hiyo mimi nafikiri jioni baada ya kumaliza ujenzi, Bwana awainue kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa tunahitaji pesa. Kama kufanya biashara ingekuwa ni dhambi, Yesu asingefundisha mfano wa mfanya biashara, mfano wa kawaida. Ziko biashara ambazo mimi na wewe tukishaokoka hatuwezi kufanya. Amen. Hatuwezi kufanya nini? Kufanya. Na ziko biashara ambazo hata serikali pia haiwezi kuruhusu ufanye ukiacha Mungu. Kuna serikali. Kuna watu wanafanya biashara na wakikamatwa maisha ndio. Kwa mfano watu wanaouza meno ya tembo, nyara za serikali. Kuna wakati iliibuka watu wanauza watoto wa watu wanawapeleka nje. Ziko biashara ambazo huwezi kufanya na serikali haiwezi kukuruhusu. Na ziko biashara ambazo Mungu hakuruhusu lakini serikali inakuruhusu. Kuna watu wanauza pombe, konyagi. Kuna watu wanauza sigara. Wao wanalipa kodi serikalini. Lakini wewe uliyookoka huwezi kuuza sigara na huwezi kuuza pombe. Kwa ziko biashara ambazo serikali itakuruhusu lakini Mungu hatakuruhusu. Ziko biashara ambazo serikali itapigana na wewe na Mungu atapigana na wewe. Kwa tunataka tufanye kazi. Baada ya kuokoka lazima turudi kwenye kazi. Kinachoweza kubadilisha mfumo wa maisha ya mwanadamu ni kazi. Haleluya. Hebu sema kazi. Sema tena. Rudia tena. Hata barabarani hakusikii, rudia tena. Yes. Kinachoweza kubadili mfumo wa maisha yako ni kufanya kazi. Na kazi ambayo pia unaweza ukaingia ni kufanya biashara. Jioni ya leo na usiku wa leo, ninaamini, ni matumaini yangu, baada ya huko mbeleni, baada ya masomo na huko mbeleni na maombi, nataka tutengeneze mabilionea wa idadi. Nao mabilionea hawatokea wengine, wanatokea kanisa la International Evangelism Church. Mwambie jirani yako, hivi unavyoniona, mshike mkono, mwambie hivi unavyoniona, mimi ni tajiri ajaye. Mimi ni bilionea ajaye. Wewe kaa tu kwa hasara, lakini siku za mbeleni hautaniona kama hivi. Anasemaje? Hapo vipi? Hapo vipi? Hakuna maisha mabaya kama maisha ya umaskini. Haleluya. Kuna maisha mabaya kama maisha ya umaskini maana. Umaskini ni pepo. Umaskini ni pepo. Pepo tena pepo mbaya. Kwa sisi tuliokoka tunasema umaskini ni pepo. Lakini kwa serikali wao wanasema umaskini ni adui. Tarehe 9 Disemba 1961 baba wa taifa Mwalimu Nyerere alitangaza maadui watatu. Kulikuwa na adui ujinga, kulikuwa na adui maradhi, kulikuwa na adui maskini. Mpaka ukiumwa ni adui, magonjwa ni maadui. Leo kama una hela,
Ukienda hospitalini, familia mmechanga, mmefika 200,000 au 300,000. Alafu mnafika pale reception, mapokezi pale, emergency. Mnaambiwa kanunue hiki, kalipie hiki. Familia haina hela. Mgonjwa wenu anafariki mbele ya macho yenu. Pesa hamna. Kuna watu wengi wanakufa leo kwa sababu ya umaskini. Shirika la Afya Duniani WHO walifanya utafiti. Wakasema hivi, umaskini ni ugonjwa unaosababisha magonjwa mengine na vifo duniani. Na wakaipa namba kama magonjwa mengine yalivyoipa namba, kama yalivyopewa namba. Kama ulivyoona corona, corona ilipewa namba 19. Na umaskini ikapewa namba 295.5 kwenye shirika la Afya Duniani. Ni ugonjwa. Umaskini ni ugonjwa. Umaskini ni pepo, ni adui. Na hii ndio inashambulia kanisa. Kanisa la leo linashambuliwa na umaskini. Umaskini. Unaye, maombi unayo, lakini kama pesa unarudi kwenye dhambi. Unarudi kwenye dhambi. Dhambi gani? Kuna dhambi ya manunguniko, kuna dhambi ya lawama. Hata ukiona mtu anakunywa soda, anajidai na soda yake. Lakini kama ungekuwa na pesa, ungenunua soda, ungekunywa. Ukiona mtu kanunua nyama anakula, anajidai anakula nyama, anajimaliza mwenyewe. Wewe tu una hela. Kama kuna mtu anatakiwa ale vizuri hapa duniani, ni mtu aliyeokoka. Haleluya. Siku ya kula unakula mwanangu, na siku ya kuomba unaomba. Hata wewe kuomba ujui, kula ujui, unasara kama yote. Si bora ufe. Hata kwenye kwaya ukija, wenzako wanaimba, wewe zinaenda huku, wewe unapeleka za namna hii. Yaani umekwisha. Haki ya migogoro. Takiwa utengeneze hela siku ya kula na ule mpaka mwili ufurahi. Umeona hiyo maneno? Matunda kidogo, maziwa kidogo, kitimoto kidogo, samaki kidogo, nyama kidogo, ugali kidogo, maji ya Kilimanjaro, soda kidogo, juisi kidogo. Vyote vinaenda sehemu hii na vigombani njiani. Unakula, halafu unafanya mazoezi. Kija kanisani uko tafu. Yesu unayo. Lazima uwe na pesa nyingi kama kina fulani, lakini uwe na uwezo wa kumudu mahitaji yako. Haleluya. Ukitaka kuvaa vizuri unavaa, ukitaka kula vizuri unakula, matibabu unayamudu. Mtoto ada shule unaweza, lakini hata mtoto umezaa wenyewe kama umetuma duniani 7. Ukifika swala la ada unampigia shangazi, unampigia mjomba, walikutuma uzae. Halafu sasa tunatengeneza dani ili kupigia mjomba, hujapokea. Yaani ukiwa maskini unatengeneza dhambi. Haleluya. Kwa maskini lazima tuitokomeze. Na kuitokomeza ni kufanya kazi, ni kufanya biashara. Haleluya. 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 Unajua mama, nikwambie kitu, ukiwa na hela hata ugomvi unapungua nyumbani. Ukiwa na hela hata dhambi zingine zinakufa zenyewe. Wewe nenda ufanye biashara kule, fanya biashara alafu rudi nyumbani. Alafu chukua 10,000 weka kitandani. Kama mligombana na baba, akiingia tu chumbani anaona hela, unajua moyo unabadilika. Anakwambia, mama Jeni, ulinikwaza asubuhi lakini nimekusamehe mke wangu. Si kwamba amekusamehe, ameona hela. Asifiwe Yesu. Mwambie mwenzako hela. Mwambie baada ya kuokoka lazima tutafute hela. Mshike mkono, mwambie baada ya kuokoka lazima tutafute hela. Hapo vipi?
pale mwenzangu na hela yako. Ugali kwa samaki. Unanunua samaki mkubwa mezani, ugali kwa kwenda mbele. Pesa. Takiwa uishi mazingira mazuri. Kijana wangu mmoja akaniambia, baba, unajua duniani hapa kuna watu wanaishi, lakini kuna watu wanasindikiza watu wanaoishi. Nikamuuliza, una maana gani? Sasa wewe mtu anaamka haelewi anaenda wapi. Anaamka kazi yake ni kupiga yowe mitaani. Anaamka yani ana maana, hajui atakula nini, hajui ataishije, kodi ya nyumba anashindwa kulipa. Huyu mtu sana anasindikiza watu wanaoishi. Yani wewe hata ndege wana nafuu. Unakuta mlokole ambaye hana pesa, hata maombi yake ni ajabu. Mungu, tazama ndege waangalie wapande wala wavuni baba, lakini wewe unawalisha. Sasa unakuja unajiuliza, je, na wewe ni ndege? Wewe ni mtu. Una utashi, una akili. Lazima uchape kazi. Haleluya. Na kama una hela, hata kodi ya nyumba ya watu utashindwa kulipa. Na unakuta mlokole sasa kwenye maombi, baba kwa jina la Yesu, mwenye nyumba aje kwa njia moja, afanyike kwa njia 7. Kana maskini ni mbaya. Maskini pepo. Wewe unajua gharama mwanangu, ununue eneo, uweke msingi, ujenge nyumba, uweke kila kitu. Alafu mwingine anakuja mle ndani, kazi yake ni koroma tu. Hana koroma tu. Tungu Januari mpaka Desemba halipi kodi. Alafu kaenda kumdai anakutawanya kwa jina la Yesu. Hii mambo ya ajabu sana unajua. Umaskini mbaya. Ndio maana nataka tujifunze vizuri. Muna mchungaji mzuri, anawaombea, mtafakazi, ana maisha yamenyoka, anampenda Yesu na anawapenda. Ametoa maisha yake kwa ajili yenu. Muna mchungaji mwema. Sasa kilichobaki ni kufanya kazi, tuwe na hela, tuwe na pesa. Bado hujanielewa, nasema tuwe na pesa. Unajua tukiwa na hela, haijalishi wanasemaje. Mimi kule Dar es Salaam nimwambia, hata mkisema Freemason hainihusu. Hela ni yangu, najua nimepataje, Yesu amenibariki. Na Biblia inasema alifanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Ni kitabu cha Wakorintho. Sasa wewe unasemaje, baba yangu ni bilionea, alafu na mimi nakuaje kwa mfano? Sasa baba awe tajiri alafu mimi niwe maskini. Inaanzaje kwa mfano? Haifai kabisa. Unafanya ili nimfikie baba na baba achilie baraka, lazima nifanye nini? Kazi. Na ameahidi hivi, atabariki kazi ya mikono yangu. Unakuta manabii na mitume wale wachwara wale, unakwenda pokea magari, pokea kwenda Ulaya. Sasa unaenda Ulaya, Kiingereza uchui. Kule Ulaya una visa, huko Ulaya una mjomba. Ndake. Mwambie jirani yako, wajinga ndio wali wao. Na unataka nini? Pokea nyumba ina kanuni. Tafuta hela, nunua kiwanja, leta matofali, leta mchanga, leta sementi, anza kujenga. Lipa mafundi. Utakwenda kwenye duka hardware, alafu anza kunena kwa lugha, rabo sheke rabasa ya rabasa. Kama una raba nenda sokoni, acha mambo ya raba. Utanena kwa lugha, mtu hardware akupe nondo, akupe sementi, ni utanena we, ukimaliza kunena, leta hela mama, nikupe sementi, leta hela. Kwa sababu hata kule kiwandani alikoenda hakunena kwa lugha kama. Ilibidi atoe hela na hapa anakuuzia naye apate faida. Ili mwisho wa siku naye apate kitu kwenye familia. Kwa tunahitaji kufanya. Haleluya. Haleluya. Ongeza tena haleluya. Pesa. Yesu alikuwa na pesa. Kisoma ile wa Luka sura ya 8 mstari wa 3, kuna wamama walikuwa wanamhudumia Yesu na mali zao. Wamama wanamhudumia Yesu na mali zao.
Halafu kulikuwa na wazee wawili matajiri walikuwa wanafanya ibada ya usiku na Yesu kama hivi leo. Wao alikuwa anaitwa Yusufu Arimataya na mzee kwa Mafarisayo. Ndio wanafunzi wa Yesu wa siri. Yosema wanafunzi wa siri wa Yesu. Wao walikuwa wanafanya mafundisho usiku na wanamimina hela. Na kwenye mikutano wanatoa hela. Hekaluni wanatoa hela. Yesu hakufanya huduma maskini. Yesu alifanya huduma siri. Ndio maana na ndugu zangu, mliokuwa tufanye kazi kanisa letu na mchungaji wetu aishi kwenye mazingira mazuri, na sisi wenyewe tuishi kwenye mazingira mazuri, tujenge majumba, tufanye maendeleo, tufanye kila kitu, tununue usafiri. Unakuja mwanangu, unaendesha gari yako, haleluya, alafu na kule ndani umeweka tenzi namba 16 mwanangu, kumtegemea Mwokozi. Ndio umefika hapo kwa kumtegemea Mwokozi. Sasa wewe ukiinuka, usinipite Mwokozi, usisikie. Mwokozi akaibwa wajinga, alishapita miaka mingi. Unajua mambo haya, mimi kuna kazi zingine hata siwezi kuimba. Mimi wakati wa sifa huwa niko hata kanisani, huwa naangalia wimbo unanipeleka wapi. Sasa kuna wimbo unaweza kumaliza kuimba unaondoka duniani. Ukai. Wewe uliona pale Nairobi pale Angela Chibalonza aliimba ule wimbo Natamani Kwenda Juu. Uliona amekaa? Alienda tu Eldoret kule akapata ajali. Maana ukishamwambia mzee natamani kwenda juu, ukai. Unaondoka haraka hivi. Sio wale Wanyarwanda wale walioiba kwetu pazuri. Uliona kitu wapata? Ukishaiba lazima uende haraka. Kwetu pazuri walipata tu ajali hapo Kahama. Ndege ikaje ikawachukua mili wakaenda kuzikwa kwa Rwanda. Kwa kuna wimbo mtu anapoimba huwa nasikia wimbo unanipeleka wapi? Unanihamisha duniani haraka nimwache Msambaa au unanifanyaje wimbo? Sasa watu waliokata tamaa ndio wana nyimbo za ajabu. Maana ameomba miaka yote au ni majibu. Kwa analiamsha. Wimbo wake ndio huu. Natamani kwenda mbinguni. Natamani kwenda mbinguni, mpaka na machozi. Mungu anaona machozi. Mwanangu anatamani kuja. Unapata malaria kali na tumbo la kuharisha, unaondoka. Maskini naombaji maombi kama hayo. Ukiwa na pesa, hata akili yako inakuwa na utulivu. Mwambie ukweli. Una Yesu, una pesa, unamtumikia Mungu kanisani, umejitoa kwenye jamii na nchi yako unaijenga, unalipa kodi ya serikali. Yaani usi haraka. Maskini ana taabu. Mimi mliokuja hapo usiku wa leo, nataka nikwambie maskini ni pepo. Sawa ndugu wananchi? Hata maombi ya maskini na tajiri tofauti. Maskini tajiri anaondoka Idaru anaenda Same. Yeye ana maombi mengi tajiri. Anasema Baba kwa jina la Yesu najua umeshakutangulia, naenda Same, niende na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Anawasha gari anaenda. Maskini anatoka Idaru anaenda Same, anaanza maombi. Baba, mimi sina mbele sina nyuma Bwana. Tegemea mapepo ya ajali njiani, roho za kichawi, watinaye. Mpaka maskini anamaliza kuomba, tajiri alishafika Same, kasafanya mambo yake, ndio maskini anaenda barabarani kupata gari. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Sema kufanya biashara. Mwambie na kufanya biashara. Ongeza kwa sauti, sema kufanya biashara. Muulize jirani yako hapa mjini unaishije? Muulize kwa niaba yangu. Niulize, mshike mkono muulize hapa mjini unaishije? Unafanya biashara gani? Muulize unafanya biashara gani? Wewe hapa ni mjini, usione haya majani haya mapoli.
hapa miaka 5 sio pori, ni miji ya watu. Haleluya. Na wewe kama leo unapata hela, nunua maeneo huko. Tena mbele huko nunua. Leo unanunua eneo kwa 200,000 au 300,000. Baada ya miaka 5 miwili ijayo, ile eneo uliuza 300,000, unauza kwa 1,000,000. Ile hela ambayo unachukua wewe unapeleka CRDB, NMB, ndio hela ambayo Mchaga anakopa anafanya biashara na inuka. Na wewe kia kwenda kuchukua hela yako unakatwa, na mwisho wa mwezi unakatwa. Kwa lazima turudi tuchape kazi. Huu ni muda wa kufanya biashara. Leo wajasiriamali walio wengi ni wanawake. Na wanachapa kazi mwanangu. Acha mchezo. Wanawake wanakimbia huko na kule mwanangu. Mwanamke lazima ujifunze kuamka mapema. Mwanamke unayeanza kulala saa 2 usiku, unaamka saa 3 asubuhi, wewe sio mwanamke, wewe ni marehemu. Kuna baridi huko nje. Fungue kidogo. Biblia inasema mwanamke anaamka usiku haujaisha. Biblia mwanangu, usiishi nje ya Biblia, ishi kwenye mfumo wa Biblia. Mama, unaishi vizuri na mume wako, unampenda mtoto wa kiume, amekuoa. Mimi kwangu, yani mimi ningekuwa mwanamke, mume wangu angefurahi mwanzo mwisho. Wewe acha mchezo. Hajaondoka kazini, maji ya kuoga ya moto na kigoda nimemwekea hapo, na muogesha gongo. Wewe anamaliza chai mezani. Acha niwafundisha wa mama, chai mezani. Acha mchezo hiyo. Na mkate anakunywa, alafu anapoondoka unamuombea. Mume wangu leta mikononi kuombea baraka. Unamuombea baraka kwa jina la Yesu. Unaombea na hii mifuko. Unaendaga unarudi una hela. Leo ukienda ukirudi uje na hela. Mfuko unasikia. Baba anaenda kula na pambana, unashangaa muujiza umeingia. Hela imekuja nyumbani. Akiwa kazini mchana namtumia ujumbe. La Aziz, mpenzi wa moyo wangu, nakushukuru kunioa na kunitoa kwetu. Jioni anarudi kuna ujumbe mwingine. Baba, watoto karibu nyumbani. Kuna uji wa ulezi, kuna maji ya kuoga. Paradiso yako inakungoja. Waenda wapi wewe? Hasa hivi mnaishi kama Israeli na Irani. Osama bin Laden na Marekani. Upendo ulishaisha. Kila mtu una yake, kila mtu na yake. Turudi kanisa, turudi kwenye mfumo. Asifiwe Yesu. Wengine tu unakuta alikuwa ameolewa pejazia. Baada ya kuolewa mwili umeisha, nuru imeisha, sura imeenda upande. Unakuwa mweusi kama mimi hapa Mjaluo. Bahati nzuri mimi kwetu ndio zeru. Wadogo zangu wakitangulia uone mtu. Mimi nimezaliwa Musoma huko wilaya Tarime za Masno ile ya Rode, Sirati kando ya ziwa. Ndio kwetu huko Musoma. Hiyo wadogo zangu mimi kwa kweli nimekaa mjini. Nimeishi na Msambana niogesha kidogo nimetakata. Lakini wadogo zangu ni mtu. Uoni? Mtamjaza. Bwana asifiwe. Mabilionea Bwana asifiwe. Biashara, hebu sema biashara. Rudia.